Good evening. This is day 3, day 4 pale. This is day 3. Welcome katika siku hii ambayo ni siku ya Wednesday kabisa, ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu by the way my day has been awesome, the best day ever ambayo sijawahi iona. Lakini leo karibu sana, ili kama tuweze kuandaa mambo na siku ya leo, ili kama tuweze kusonga. Ni Papa Isaac Leonard, zikiwa ni dakika zile za kuanza, zile za mwanzo, ambapo tunamshukuru Baba kwa sababu amekuwa mwema na ameweza kutufikisha siku hii ya leo. Sijui uko na maeneo gani na ume tune in kutoka maeneo gani pale, wewe ambao unatutizama katika wakati kama huu. We are happy kwamba wewe unaendelea kutizama na unaendelea kufuatilia vipindi vyetu vya kila wakati. Leo kidogo nimeweka ngepa kwa sababu ya masuala mawili matatu, ili kidogo nisiweze kufunga macho. Thank you so much kwa wote ambao mmekuwa mkifanya maombi kwa sababu ya siku ya leo, wale ambao kwa kweli mmekuwa pale sokoni. Leo ikiwa ni Wednesday, watu walienda sokoni pale eneo la Suneka hapa Kisii, na wengine ambao mlikuwa mnaenda tu hata kufanya pale kwenye shamba lako, umefanya kazi pale. We are happy kwa sababu yote tumeyafanya, kwa sababu Mungu alisema kwamba tutakula na jasho yetu, and that is what we want. Kila mtu akule jasho lake, you're working because you want to earn something, so earn what you're working for. Alright, thank you so much. Karibu sana siku ya leo. I'm very much happy. Unajua hizi 20 minutes nilingoja kidogo, zilikuwa tu ni za kupata burudani, ili kama nikiingia hapa nina swing mambo yako barabara kabisa, ambapo tunaendelea kumshukuru bado Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uhai. Unajua Aiso angekuwa hapa, sijui kama ni Aiso ama ni Aizo. Sijui kama ni Aiso ama ni Aizo angekuwa hapa leo kama si God kufanya hayo yote, ili kwamba mimi na wewe tuweze kupatana hapa katika siku hii ya leo, ikiwa kwamba ni tarehe 15 katikati ya mwezi wa Disemba. Hapo sasa advance ingie mfukoni. Leo mfukoni najua kwamba advance imeanza kuingia, na kama ilichelewa, kesho unapata imeingia kwa bank account. Mazee, unatoka nayo unaenda nayo kwa sababu ya kupanga mambo na sikukuu. Wale watoto wanataka nguo ya sikukuu sikukuu kwa Kisii, sikukuu. Sasa wao wanataka zile mavazi na kidogo sasa mfuko sasa hii unaingisha, alafu zinatoka ni kama zote, kwa sababu shopping iko pale manyumbani na unahitaji kutoa. I tell you, hey, ni ngumu sana, lakini itabidi mazee, tumezoeana. Tumekubali na hali na tuweze kujua kwamba hiyo ndio hali ya kawaida, na kwa sababu ya hilo basi hatuwezi tukakosa kusema kwamba Bwana ni asante kwa sababu ya siku hii nzuri. Sijui siku yako imekuwa namna gani? Umekuwa pale manyumbani, umekuwa pale ukitembea, umekuwa pale kazini, umekuwa wewe bado umeingia kazini hivi sasa, umereport sasa hivi. Wewe ni mtu ambaye unaendesha watu usiku, kama huko kwenye wewe ni msee wa nduthi pale, na huko pale unaendelea kuendesha watu. I don't know, but what is my worry is kwamba umelindwa vizuri. Yani hiyo ndio worry ya kwangu pale. Kama wewe uko haujalindwa vizuri, ambia Bwana wetu Yesu akulinde vizuri. But I'm happy kwamba wale ambao tulienda kazini, at least we have something to our home sahi. Wale ambao tumekuwa tukifanya kwa zile kazi zenye tunapatanga tumeonekana kwa payroll end of month, uende uliomba tu kitu inaitwanga ni advance money. Sasa hiyo advance money ipeleke kwa familia tafadhali. Isikuwe kwamba unangoja members day ambao ni kesho kutwa. Jamani, isikuje kwamba inatoka members day on Friday alafu uonekane kwamba haupo kwa nyumba, umeenda kwa members day uko the other side. No, wewe tu enda na hizo pesa vizuri hadi kwa nyumba. Panga familia yako vizuri. Watoto kama ulikuwa umewanunulia nguo vizuri, wewe wapange vizuri. Waambie sasa, dadi ameamua sasa nataka wanunulie hiki na hiki, na I want you to be smart. That is what my daddy or my mommy I will expect kwamba ufanye siku kama ya leo, wakati kama wale. Kuna wale watu ambao kidogo
tunafanya kazi maeneo mbalimbali mbali na nyumbani, na kidogo unapigiwa simu naambiwa, unajua tunataka mtoto wetu apewe chakula, tunataka mtoto wetu avalishwe, unajua dadi, unajua unakuja lini? Kwanza sasa hii kuna fare inaenda kupanda. Mimi naona hiyo fare ikipanda next week, unless washushe mafuta this week, alafu next week usikie kwamba hakuna kupandisha fare. By the way, serikali simuangalie hiyo kitu, alafu tukifanafana hivyo at least watu wa Nairobi wasikuche hapa Kisii pira kutuleta vitu bwana, zinatosha. Nisikia waliambiwa kama wanaleta vitu vichache na wao watabebana na avocado mingi toka Kisii, so tunaelewana vizuri. Thank you so much, karibu sana ili kama tuweze kujumuika kwa pamoja kwenye MOSHENEE ya Christ, MOSHENEE ya Christ nakwambia, ili kama tuweze kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba asante katika siku ya leo. Sijui kama wewe unanipata loud and clear, basi text in, like that video, share with your friend, like that video kwa WhatsApp, sio WhatsApp, sorry, tunasema kule kwa Facebook as well kwa mtambo wetu wa YouTube, ambapo tunakuomba pia kama wewe ni mgeni unaomba kwamba usubscribe kwenye hiyo rangi nyekundu ambayo iko na maandishi ambayo ni white, yani meupe kabisa. Haya, tuweze tu kuenda milimani pale, tuweze kumwambia Mungu aweze kutuongoza. Baba wa rehema, tunasema ni asante kwa sababu ya jioni hii ambayo Mungu umeifanya. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umetuwezesha kufika siku hii kwa sababu ya mkono wako. Tumeona mkono wako juu ya maisha yetu, na Baba, hata siku hii ya leo tungependa kwamba tuone mkono wako zaidi ukiendelea kufanya makuu juu ya maisha yetu Baba. Mungu tuongoze Baba, mahali ambapo Bwana tumekukosea, mahali ambapo tumesini, tuombe tusamehe, ili kwamba tuweze kufaa wewe, Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Wacha sifa na utukufu zikurudie wewe, maana wewe unatosha. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho tumeomba, amen. Nataka niangalie SMS pale. Gitu mahali anakuambia mbuya more mwensima, mbuya turi. Tuko pamoja, bro, tuned in from Qatar, that is Paul Kafumasese. Kuna mwingine anaitwa bado tu Gitu anasema kwamba Irene Vini, dada mkubwa, mko wapi? Alright, watu wote wanaingia hapa ina few, najua pia hao wataingia. Gideon Notice anasema kwamba nakupata live nikiwa Mariakani. Alafu kuna huyu Brian Prince Omwengai anasema kwamba good work bro. Good work. Thank you so much. Kama iko good work pale, we are happy kwamba iko kazi nzuri. Ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tuende straight to the topic, to the bottom, and unajua tunaanzia from the bottom tukielekea kwa the top. So tunaanzia kama mosmos tukienda kwa the top. So usitupeleke mbio mbio. Tunaenda pole pole jameni. So leo imekuwa ni siku refu na tena nzuri ya baraka, ya mvuto, ya vitu mzuri. Nilikwambia sometimes back kwamba mimi sionangi siku ikiwa kuwa karafu wakati wa mchana, naonanga ikiwa karafu wakati wa usiku. Kwa sababu gani? Usiku ndio unaona kara mingi za Mpesa, za kirabu huko zina meta huko nje, alafu unaona watu kidogo, unaona hata flash za pikipiki kidogo ni tofauti. Hiyo ndio siku inakuanga a good and a very colorful night. Lakini a very colorful day sijaiona. So hii lazima tuambiane ukweli. Hii kitu nasema colorful day hapana bwana. It's a colorful night. Hiyo nao wazungu mtaangalia vizuri. Kwa sababu mimi niliangalia yangu hapa nikaambiwa it's not a colorful day bwana. Mimi niliona it's a colorful night because night ndio naonanga prof. Kidogo naangalia tu bulbs ziko tofauti kidogo, naona vitu vinapenduka vizuri. Alafu kidogo tu nafurahishwa, kidogo tu na smile, kidogo kuna TV naona mbali wakati wa usiku. Si hapo ndio tunasema iko colorful bwana. Hata wewe siona hata macho yako inakuanga ina change color usiku. Kwa sababu gani? Kwa sababu TV inageuka hivi na wewe macho yako inageuka, inaona picha vizuri. Lakini niambie mchana unaweza kuona picha vizuri. That day is not colorful. That day is white. The day is white but the night is colorful. Mimi nimemaliza hivyo. Mwana kuna swali aulize. It's white because we have ama tunaweza sema it is transparent because it's transparent. You can see everything except those houses zinaonekana kwamba zina kukaa kama hindrance. Sasa hapa tunasema kwamba it's white or it's transparent.
that is what we can say, because wakati unaangalia simu yako hata mchana umeweka video, umeweka right yote, lakini bado unasema kwamba sioni vizuri, sioni. So ndio maana ninasema kwamba usiku ndio inakuanga karafu. Usiku hata ukiweka simu mbali utaiona. Hata mwizi anapokuja kutoka kwa mahali unasikia tu akitembea pole pole, because unajua tu vile anatembea hivyo, huyo ni mwizi. I don't know. Lakini karibu sana kwa wale wote ambao mmekuwa mbali hii ambapo mmejiunga kwenye show yetu katika siku ya leo. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya yote ambayo anaendelea kuyatenda juu ya maisha yetu. Niite Papa Isaac LENARD kwenye awamu hii ya kwanza ambapo zimekatika dakika 30 baada ya saa 2 usiku, tukiwa kwamba tumemaliza dakika 10 tu, 10 minutes za baraka. Zile za baraka. Na nimekuwa nikiongea juu ya MOSHENEE ya kawaida tu. Hii ni MOSHENEE yani tumeona. Hii MOSHENEE ya kawaida ya life. Ukiangalia tu hii MOSHENEE unasema hii eneo ni ya MOSHENEE ya kawaida. Lakini we are not trying to say that God whatever he created was not right. He created everything right. Lakini hii kizungu yetu tunaletanga linakuanga ngumu. Sasa unawezaje sema githeri inaitwa pure alafu unasema piwa ni mtu mwenako clean, na githeri ukionanga ni mchanganyiko. You see? So hapa kuna kuchanganyika hapa sana, because you can say pure ndio githeri alafu piwa ndio kuwa very clean, very neat, alafu niambie hiyo githeri inakuanga neat kweli? Because ukiangalia hiyo githeri iko na maganda kidogo, uliweka kijivu pale kuiosha, alafu unaweza pata kidogo kuna wale watu tunitanga watu ambao tunakula wanakuanga black, au watu tunakula wanakuanga black kwa hiyo mahindi. Sasa unaandia hiyo ndio inaitwa pure, alafu kwa kizungu tunasema piwa. Hapa wazungu walituibia bwana, wazungu mlituibia, lakini hatuna say. Tunasema kwamba bado tunaendelea kusonga, lakini hii kizungu lazima tutaijua namna gani, si ndio? Wengine mkaleta hii kitu inaitwa social distance. Mimi nikiangalia vizuri social distance ni ile social studies. Mimi najua ile physical distance ndio mzuri. Sasa social inakuwa ni kuongea bwana. Sasa hii ni kama ilinichanganya pia, kwa sababu nilidhani social studies nilisoma primary school ndio ilikuja hapa. Hasa kidogo Mungu atusaidie hapo tuweze kuelewa. Unajua watu unajua hata mama mzee hapa alikuwa ananiuliza hapa mlikuwa mnaongea namna gani, because mimi nilikuwa nafikiria hapa mlikuwa mnasema kuhusiana na social studies ya tulisoma kama GTC tukiwa primary school. Sasa hapa mlikuwa mnaongelea nini? Mimi sina shida, wazungu waulizwe hayo maswali. Anyway, to move on, tukisonga, hiyo ni baadhi ya mambo ambayo kidogo tumekuwa tukiangalia. Siku ya leo nimeuliza maswali mengi, na hiyo maswali leo natai exhaust, lakini at the end of it all tunataka tuelewe kitu kimoja. Kwa maisha yako vile tunavyoishi, kuna vitu ambavyo unaona kweli katika haya maisha visipokuwa kuna watu wataumia. Haswa unapokuwa katika maisha haya, lazima ujue kuna kitu ambacho inahitajika kwa mwanadamu. Inaitwa kwamba one thing is honesty. Honesty inahitajika kwa mwanadamu. Being honest, yani mtu unakuwa honest kwa kila kitu, yani unakuwa mkweli kwa kila kitu. Yani mtu akikosa ukweli katika maisha yake, inakuwa kwamba hilo tunda linapokosa, unakuwa kwamba anakuwa kwenye shida, kwenye tabu sana, because hana ukweli. Mimi nataka nikuambie kwamba ni vizuri kuwa mkweli katika maisha yako, ili kwamba uweze kusonga. For you to move on, for you to move forward, lazima uwe mkweli. Number 1. Number 2, vile nilikuwa nimesema hapa awali kwamba lazima ufanye kazi. Kuna mtu alikuwa amepost pale, na ni kweli kwamba you cannot just do anything without working. You cannot just eat without working. Watu wanaanza kusema, alikuwa amesema kwamba people are saving a lot of money. Hata anaweza weka pesa kwa chupa, because anasema kwamba hapa mimi nina save because najua kwamba Mungu atanisaidia pahali. You see? So I am saving today because I know my tomorrow is coming. Yes, I am saving. Wakati wa Christmas ni saa hii. Sasa wewe mwenye hausave unaanza kukoli yule rafiki yako mwenye najua hello, nilikuwa nataka namna hii bwana, yani uweze kutuma hata 1000 peke yake, kwa sababu ninajua mlikula. Hata unamwambia ukweli, najua mlikula mshahara. Hii mshahara jamani, tafadhali tuma hata 1000. Amtegemeaye nduguye hufa maskini, na amtegemeaye nduguye pia anaweza
yani amelaaniwa katika kitabu cha Yeremia. Hiyo tumeambiwa hivyo, and it's very true kwa katika hiyo methali. Hiyo methali inaposema kama mtegemeaye nduguye hufa maskini, the same thing tunapoambiwa katika kitabu cha Yeremia kwamba amelaaniwa yule ambaye anamtegemea mwanadamu. So mwanadamu is like your ndugu, your dada, so we should not kuwategemea hao watu. Tunastahili tutegemee Mwenyezi Mungu, na pia tujitahidi tushike nguvu kweli kweli, tusonge mbele. So I'm saying lazima ufanye kazi, lazima uwe mkweli kwa hizi vitu zote. Ukiwa hapo unasonga kwa njia taratibu, and wakati unafanya hivi unasonga, wakati unafanya vitu vyako kwa njia iliyo taratibu, unapata kwamba mambo yako yanakuwa mazuri, mambo yako yanakuwa vizuri, unasonga tu bila shida, because you're working in honesty. Hapo sasa utaweza kukua na kitu kingine inaitwa being a trustworthy person, because honesty ikiwa ndani yako, lazima utafanya nini? Utaweza aminika, because wewe ni mtu ambao unasema mimi hiki ndio nilifanya hivi, hiki tunastahili kufanya hivi, mimi niko hivi. Si wewe mtu ambao una brag pale nje ukisema kwamba mimi tunatoka katika familia kubwa kubwa pale na hatuwezi tukatishiwa. No, we are all human beings, by the way. Umewaijua hivyo? So at this time, by the way, wakati tunasema kwamba lazima ufanye kazi, lazima pia usave. Kufanya kazi pia lazima usave pale, ili kwamba kidogo maisha yako yawe vizuri. Hiyo tunaelewana? Oh yes, kama tunaelewana basi tuko serious business hapa, na tunataka tujue tunda lingine. Tunda lingine ambalo lazima ukue nalo ni tunda la kiasi. Wakati huo Christmas lazima ukue na tunda la kiasi. By the way, ili tunda la kiasi linakuwa namna gani? Wakati unaenda shopping, hii kitu tunakiona kwa supermarkets mingi. Unaenda kwa shopping, uko na pesa ndio umetoka kwa bank. Badala upige, kwa sababu wakati tulikuwa pale high school form 1, ama wewe unapokuwa pale nyumbani unaambiwa unahitaji kununua nini, unaandika chini. Sawa sawa? Usiende na watoto kwa supermarket. Hiyo ndio siri nawaambia. Usiende na watoto kwa supermarket, kwa sababu supermarket wanataka kila kitu. Na kama ulikuwa mzazi mzuri, na kama wewe already ni mzazi mzuri, uko na pesa kwa mfuko, mtoto akichagua kitu bado unawekea ndani ya hiyo sijui tunaitanga namna gani, tunaitanga hiyo jina lingine. Sasa hiyo hata leo nipeane hii jina langu, unaweka kwa basket, kikapu. Hiyo kikapu sasa unaweka pale ndani, unasonga. Unapoenda pale, alafu ukifika huko ni aibu sana, because wewe unastahili kuwa kwamba unajipanga. You have to be planned. Yes, tunashikana vizuri. Hii December lazima ukue planned. Unapoenda kwa supermarket, hii ni ukweli. Na ninakwambia MOSHENEE ya ukweli. Unapoenda pale supermarket, enda ukiwa unajua what is your purpose. God anataka watu wakiwa na purpose. Pia wewe enda ukiwa na budget. Ukiwa hii budget tunataka ununue nini? Nataka ninunue vitu fulani 1 2 3 4 5 6. Hizo vitu 6 zisipite unless umepigiwa simu ukaambiwa hii kitu kingine ni important, na unaangalia kitu ni important. Because after this life, my friend, usiende kuchekwa kama muumini wa Mungu kwamba watoto wako waende shule, ama watoto wako wamefukuzwa karo, kwa sababu mwaka ujao pia utakuwa ni wa madarasa mawili. Bado hao ambao wako form 4 this year wanamaliza next year. Wakimaliza kunakuwa na marathon nyingine ambayo watamaliza 2023. So wewe 2022 2023 ndio tunaenda kwa mambo ya syllabus kawaida. So wewe jitahidi, ukienda supermarket kufanya shopping, usiende na bibi yako mpe pesa aende afanye shopping. Unajua naongea hizi vitu ndio niende kwa hiyo topic. I'm starting from the bottom, I tell you. Tunaona hata wewe ukiangalia hiyo chupa ikiwa kutoka chini inaonekana kwamba the base inakuanga ni kubwa, lakini ndio tuende kwa main point huko juu kabisa, kwa ile bottom top. Hiyo bottom top ndio tufunge hiyo topic kabisa, tuifunge kabisa, tuisili, lakini utapata kwamba tumejaa. Alright? So tukiendelea kuna hiyo bottom. So ukienda pale, wewe kama unataka nguo, mpe pesa fulani, muulize kwamba inanunuliwa ngapi. Sijui, lakini inaweza kuwa hivi. Hizo pesa mpe. Mpe aende nazo, so that ukue na amani. Alikwambia pesa kiasi fulani, ndio aende nazo. You see? Akishaenda nazo, wewe baki. Haya, mtoto akikuja anataka mtoto kwanza, uliza kwanza. Mimi hata ninaomba wote waanzie kwa vitabu, because vitabu ni muhimu. Because utaanza kuulizwa January vitabu ziko wapi, mtoto anaanza kuuliza vitabu ziko wapi dadi, kwa sababu sisi tumekula. Unajua wao hawafikiri kwamba walikula mandazi mingi. Hapana, usiende kununua bundle ndugu yangu na una pesa kwa mfuko. Wewe nunua kitu kidogo,
na upate kwamba uko budgeted vizuri, uko mambo budget yako ina run vizuri, na unapata kwamba unasonga kwa njia ya taratibu. MOSHENEE ya Christ lazima tukue wa wise, kwa sababu pia Solomoni alisema kwamba ni vizuri niombe hekima na maarifa kuliko kuomba mali. So utakuwa na mali lakini bila hekima, jamani, inakuwa kama ni shida kwako. So kwa hivyo cha mno tufanye mambo ya kusema kwamba lazima tuwe na budget, na pia wakati huu tusifurahishe mtu. Kuwa na target na be responsible, na kuwa na certain what do you want, be specific, what do you want. Juzi nilikuwa tunaongea na pastor wetu, bishop wetu, akatuambia kusoma swala fulani. Kama unajua sasa sisi tumebalehe kidogo, tunaelekea kwa masuala ya ndoa. Sasa alikuwa anatueleza kwamba wakati unataka bibi, wakati unataka bibi, wewe ambia Mungu ni bibi wa aina gani. Usiseme tu bibi, Mungu nataka bibi mzuri. Bibi wazuri wako, lakini be specific, ambia Mungu mimi nataka mtu namna hii namna hii namna hii mzuri. Yes. This is those youths ambao wamebalehe na kidogo unataka kuoa. Lazima uambie Mungu kitu ambacho unataka. The same thing kwa wale wazazi, lazima ukue specific na kitu ambacho unaenda kwa supermarket, kila ambacho unaenda kwa shop, kila ambacho unaenda kanisani kufanya, ukue specific. Tuna kwa masuala ya immorality. Immorality itakuwa mbaya ikiwa kama hatutakubali tumfanyie Mungu kazi. Immorality. Get that word, immorality. Mambo na kufanya ngono za mapema. Kidogo tutasikia news pale nje, utasikia news kwamba news. Wasichana wameenda, unajua sasa January ikifika wanafunzi wanastahili wapimwe, kama ni msichana apimwe kama ameshika mimba. Kama ameshika mimba. Hii MOSHENEE lazima ingie kwa akili yako ndio tuelewe, because wanakuja next week, this week kwanza. Saturday wanaanza kukuja. Monday ndio mwisho pale, Tuesday pale mwisho. So wewe jipange psychologically, jua wazazi, mtoto anapokuja pale manyumbani, jua vile unamtunza. Alright? So anapokuja pale mwambie vitu viwili vitatu. Anastahili awe namna gani, because wanapokuja immorality itakuwa juu, because hasa hapa ndio pesa zinaanza kutumika kwa njia iliyo mbaya. Kuna wale watu ambao kidogo tunasema ni timu mafisi kwa ile lugha ya mtaa, lakini hapa kwa Mungu tunasema kama ni watu ambao kidogo ni wasinifu. Hapa tunasema ni watu wasinifu ambao wao kwa kufanya dhambi ni kawaida, lakini kufanya kimapenzi ya Mungu inakuwa ni vigumu kwao, na inakuwa ni vigumu, na ndipo sasa tukisema kwamba hiyo jana kwamba hao wote wanastahili kuitwa wajinga. Alright? Hizi pesa wanatumia kwa sababu ya kuharibu watoto wa shule, wao wape mimba na hizo mambo yote yaweze kufanyika. Kidogo kuna wale mtaweza kuahadaiwa pesa, mwambie kwamba kidogo hii pesa nitaifanyia hiki na hiki, na kidogo haitafanywa. Kwa hivyo tujiandae kisaikolojia tuweze kujua ni kipi hiki ambacho Mungu anahitaji katika maisha yetu, ili kama tuweze kufaulu na kusonga mbele kwa njia ya taratibu. Lakini kidogo tu kabla ya kwenda pale mbele, tuweze kucheza kitu kimoja mbili tatu hapa, alafu nitaweza kurejea. Lakini kidogo kabla ya kuondoka, kidogo tu tuweze kuweka advert hapa, ili kwamba iweze kurun kwa njia iliyo taratibu, ili kwamba tuweze kujua ni kipi hiki ambacho kinafanyika. Alright. Kwa masuala ya kukufahamisha wewe ambao ni mtazamaji wetu siku ya leo, ikiwa kwamba uko pale Facebook na unataka kidogo tu kusubscribe kwenye channel yetu, subscribe right here katika mkono wako wa kulia, ikiwa kama hiyo rangi ya mahali unaangalia, mahali unatizama hapo chini, ikiwa rangi ya iliyo katika mkono wako wa kulia ni nyekundu, weza kusubscribe ili kwamba iweze kuwa vizuri na tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo. Alright? Kwa njia hii itakuwa ni vizuri, na kama unapenda hiyo video, unapenda MOSHENEE ya siku ya leo, just like that video, itakuwa ni vizuri, na pia share with the friends. Wewe kama uko pale nyumbani, kama uko pale kwenye Facebook, kwenye Facebook yetu, kwenye hiyo ambayo tunaendelea kustream, like that video as well, like that page. Ikiwa kama utaweza kutuma SMS itakuwa ni vizuri zaidi, na tutaweza kubarikiwa kwa njia ya pamoja. Alright? Barikiwa zaidi, na tupate huu wimbo kidogo ambapo nitaweza kurejea baadaye, ili kama tuweze kujua ni yapi haya ambayo tutaweza kuyafahamu katika maisha haya, na tutaweza kuenda katika masuala ya siku ya leo kuhusu na mambo ya hela, kutojua kwamba hizi hela zinafanya nini. By the way, hela zinafanya nini? Tunataka tuelewe hilo. Lakini kwa saa hizi ni kidogo nikuwekea wimbo mmoja, alafu huu wimbo utakufurahisha na najua kwamba utakuwa na baraka
tele sana. Kidogo kabla hujaingia pale, ili tuweze kuingia kwa njia ya taratibu. Thank you so much kwa wale ambao mnaendelea kuingia hapa. Endelea kusubscribe kwa njia iliyo taratibu, ili kama tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia pamoja, kwa njia iliyo nzuri. Alright? Yes. Good. I'm seeing these things are coming well. Stream nitawekea pale unapoendelea kuangalia huu wimbo, na nitaweza kurejea ili kama tuweze kujua utumizi mambo kidogo, mambo ambayo yamekuwa kizungumzo katika maisha yetu kidogo, kuhusiana na hela ambazo kidogo zimefumba watu kidogo. Watu watufanye maamuzi mazuri kwa sababu ya hela. Ni kwa nini hatufanye maamuzi mazuri jamani? Tutaweza kufahamu hilo. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu mweza wa yote. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, kati njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? ndani ya Kristo ninaweka
Hiyo ni cover yake ndugu Patrick Buya ambayo inasema kwamba yawe wewe ni yote kwangu, wewe ni yote kwangu, nipitapo kwenye evuli wa mauti Bwana, wewe hauniachi kwa kweli Bwana, unakuwa na mimi na unanifanya kwamba ninakuwa taratibu kwa njia ambayo wewe Mungu unafaa na ambayo unahitaji mimi pia nikufai wewe. Shukrani sana kwa wale wote ambao mnazidi kujiunga pamoja na sisi katika wakati huu wa leo. Ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard katika siku hii ya katikati ya mwezi, nimemwambia kwamba hii ni wakati ambapo kidogo unaweka pesa kwenye mfuko pale, unasonga songa pale kidogo, hata siku hizi hata kwa mtu ambaye kidogo hajui kutembea namna hii kidogo atakuwa kama barabara, yani barabara itakuwa ni kama ni yake kidogo akitembea tembea pale, lakini I say usijali, wakati huo wote wanasema wakati wa pesa ukiisha itakuwa ni ngori. Dada mkubwa anasema kwamba nawaona kina Isaac Geti, Paul Cap, Gideon Babu bado kwa Mboz ama kwa Mbosh. Na sasa hapa kidogo nasoma vile umeandika kwa Mboz, pia Machokora Mochokoro. Nasoma vibaya. Mochokoro, nawapenda nyote, karibu Kisi Hot. Thank you so much. Sijui uko na mjukuu hapa, lakini tutazidi kujua kama uko na mjukuu pale, ili kama tuweze kujua mjukuu wako ni nani. Mjukuu wako ni nani? But anyway, welcome, ili kama tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, bado katika Motion ya Christ zikiwa zimekatika dakika 53 pale baada ya saa 2 usiku. Thank you so much. Have a nice supper. Wakama uko pale unateka kasapa vizuri, kakule pole pole ukiendelea kuangalia hapa, na kidogo hautasahau. Unajua siku zote hata mtu akizima taa, wewe bado chakula chako kitaingia kwa mdomo. Dosh, kwa sababu kuna ile mkono inajua mahali mdomo inapatikana, mkono inajua mahali ulimi unapatikana, mkono inajua mahali mdomo, mahali kidevu kinapatikana. Kwa hivyo usiworry, wewe endelea kuangalia ukikula. Na kidogo sijui kama wasayansi wanasema kwamba si vizuri kule ukifara sijui nini, lakini ni vizuri, mimi naona kwamba ni vizuri wewe ukule ukiendelea kufanya haya masuala yetu, tukiendelea kuongelea kuhusu Motion ya Christ. Zikiwa ni dakika hizo 53 baada ya saa 2, basi tuende katika mada kuu katika siku ya leo. Tunaendelea kusonga kuelekea karibu pale juu kwenye bottom top. Tulianzia bottom top, bottom the bottom one to the top. Tunasema anga to the top ambayo inaitwa bottom top. Hiyo bottom top inafungia pale juu kifuniko. Tunaelekea pale. Lakini sasa tuko karibu, maji yako karibu, tuko karibu kuzama kwa hii topic kidogo ya masuala ya December hii refu sana. So I was saying kwamba itakuwa ni vizuri tujue kile ambacho tunastahili tukifanye. Sasa hivi si wakati wa kuanza kusema kwamba ninasafiri. Watoto kidogo wakikuda wale nyumbani hawastahili kusafiri, kwa sababu sasa hivi imagine utawapa pesa za kuenda kusafiri, kurudi pia. Pia pesa za school fees zitahitajika, by the way. Hata kama tunapenda wazazi wetu, tafadhali, hata kama tunapenda watoto wetu, jameni, wacha wakae kwa muda, by the way. Wacha wakae kwa muda kidogo, tulie pale nyumbani. Mkule Christmas haraka, na si lazima mkule kila kitu kizuri. Mimi hata hii naambia wazee, kwa sababu najua nini ndio huwa mnasumbuliwa pale na school fees. Hizo school fees ama tata wewe mama mwenye you know what you do. You know what you do in school, and you know vile unapeana pesa zako. Na kama mama nasema uongo kidogo tu, mnajua kila ambacho mnatoa. Lakini hata hicho kidogo, malezi yenu ni muhimu sana. Mlifanya malezi ambayo ni muhimu kwa wanafunzi wetu. George Nakundi watching from Germany. Hallelujah. Thank you so much. Kwa sababu na watch from Germany. Sasa Germany inaonekana inapatikana Kenya. Germany. Kidogo mtaniambia kama inapatikana Kenya, I will be very much happy. Kama hiyo Germany inapatikana Kenya. Alright. Ile wale ambao mngependa kidogo kuongea na pamoja na sisi katika siku ya leo, kidogo mnaweza mkaingia kwenye hiyo StreamYard, muweze kuingia hapa ili kwamba tuweze kuongea moja kwa moja kidogo tu tuweze kujua ndugu yangu, dada yangu. Ndugu yangu, dada yangu, kwenye mahusiano, kwenye maongezi yako, kwa kila kitu ambacho unafanya. Kidogo tu wewe unajihusisha na watu ambao kidogo kuna pesa ili ufaidike, ama unajihusisha na watu wa aina gani? Kidogo tu wewe kujihusisha na mtu akona pesa, unajihusisha ili ufanye nini? Ufaidike ama ujue vile alitengeneza hizo pesa zake? Kidogo tu niweze kujua kutoka kwako Mkristo, kwa sababu kidogo kuna watu ambao unakuwa karibu na mtu, wewe mtu anapata pesa kweli kweli, badala umwambie akwambia the ways of making that money.
you are just there because you love money, my friend, utaenda wapi? Biblia inasema namna gani katika kitabu cha kabla sijaenda kwa hizo vitabu kidogo tu tuweze kufahamu, unapokuwa karibu na mtu ambaye kidogo make some good money, unamuuliza amepata pesa namna gani, ama wewe unaenda ili akupee pesa? Cha mno tuweze kufahamu hapa, tujue kama unaenda upewe pesa ama wewe unaenda ili ujue akupe mahusia vile unastahili kutengeneza hizo pesa, because katika maisha yetu tunastahili tujue vile tunastahili kutengeneza pesa, ili kwamba tusikue tunajiita mahasira. Kila siku wewe unajiita hasira. Hapana, tunataka tujulikane kwamba mimi ni mbarikiwa. Biblia inatuambia vizuri, I am a blessed one. Lazima useme kwamba you have to prophesy to your life. Useme kwamba I am my own boss. I am going to win this. I am going to be a rich man. I am going to fulfill my promises to my God. Zile promises za ulimwengu, wakati ulikuwa unaanza mwaka ulikuwa unamwambia Mungu lazima nitakununulia kitu fulani kanisani, madhabahu, lakini pesa zimekuwa challenge, zimekupiga chenga, haujafanya vile. Now you want to tell God, si kama unaanza kumwambia vile wewe ni hasira, unamwambia vile yeye ni mkuu na vile yeye ana provide na vile yeye ni Mungu wa ajabu, and he will have to give you. Try me, try him. Try these words that I'm telling you kwenye MOSHENEE hapa. Try God, mwambie mimi nataka nipate, na ukweli ninajua wewe ni Mungu ambaye haujapungukiwa. That is why kwa Biblia hauwezi ukaambiwa kwamba Mungu ni Mungu alikuwa oehai. Hapana, alikuwa amefanya maisha yake yakakuwa kama oehai ili kwamba watu waweze kuishi tu maisha ya kawaida, kwa sababu yeye kama ni mali na fedha anasema ni yeye anatupa. I say so, kila kitu ambacho Mungu ama Kristo Yesu alipoishi duniani alichokifanya, aliishi kama mwanadamu tu. Aliishi a humble life. Sijui kama wewe unapenda kuishi humble life ama wewe ni unapenda kuishi maisha ya aina gani. Kidogo tu tutaweza kufahamu baadaye, lakini kidogo tu niweze kujua wewe unapokuwa karibu na mtu ambaye ako na pesa kidogo, ako na mali kidogo, hata umuambia kidogo, ndugu yangu nipe siri, tunatengenezaje pesa? Ama wewe ni kwenda ili unyemere kidogo akupe pesa? No, try to have facts how to have your own money kabisa. Dada mkubwa anasema kwamba Nyakundi, karibu leo, nakaribisha wageni. Dennis Pole Chana, nilikuandikia Kiarabu jina kidogo. Anasema kwamba ana familia yake kutoka eneo la Bobasi. Kidogo niongee jina baya hapa, hatustahili kuongea jina baya hapa. Hapana. Na hapa ni pahali tunasema kuhusu MOSHENEE ya Yesu, na hii MOSHENEE ya Yesu hainanga mambo ya matusi. Kwa hivyo mimi na matusi, mimi nimeinua mikono juu, nimesema hapana. Hapana, nimewacha. Imetimia mwendo wa saa 3 usiku, ile saa sasa tunaendelea kwa huo mjadala kweli kweli. Kama hautakuwa na nafasi ya kupiga, mimi niko na MOSHENEE kweli kweli. Unajua MOSHENEE ni either tujengane ama ni wajenge nayo kweli kweli. Yani wewe una sit back, relax and enjoy. MOSHENEE inakuwa tamu wakati una enjoy ukiwa umeketi pale. You see? So wewe tafadhali keti pale, usiondoke, because we have a lot to tell you, right? Itakuwa vizuri ukiwa umeketi pale umetulia, tunaongea kwa njia nzuri, kwa njia ya barabara, kwa njia ya neno la Bwana. Haleluya. Hii si mchezo, tunasema tuko vizuri, tuko ngangare, right? Tuko ngangare kabisa. Niliona mahali fulani ni mtu alikuwa anasema tuko ngangare, na tunamshukuru Mungu kabisa. Sasa hapa iko vizuri. Fred kama kawa. Fred, good evening papa. Good evening too. Uko mzima baba? Niko mzima bana, ndio natulia hivi. Nataka nikule sasa nione kama nitalala ama ni. Karibu sana. Eldoret kukoaje leo bana? Kumenyesha? Hapa mvua bado bana. Kwa hivyo Kisii tumebarikiwa bwana. Kisii umebarikiwa. Hapa itaenda hata hadi mwezi wa 2.
Oh Jesus. Sasa hapo vumbi itawalemea. Hiyo homa ndio ulikuwa unalalamika jana, homa. Leo pia iko ama umepona bwana? Homa imeisha? Homa tu imetulia sasa. Sasa wewe chukua ndimu, kama ndimu ziko pale, najua hata zinaweza kuwa expensive kwa sababu ya vumbi. Kuna maji mengi, maji warm kabisa, utakuwa vizuri. Nimejaribu kunywa but lakini naona niko sawa. Hiyo but hapana. Wewe sema naona niko sawa na ninajua Mungu atanitibu. Bwana, don't doubt God bwana. Naona niko sawa. God anafananga vitu zinakuanga ni madungu, zinakuanga big. Sasa leo kwenye mjadala wetu tunauliza kwamba wewe unapokuwa hata, by the way, si unafanya kazi? Umekuwa na time ukauliza vile bosi anatengenezanga pesa, vile alianzanga life yake ya kutengeneza pesa, ama wewe unatakanga tu ufanye kazi ya kupea pesa? Hata mi boss yangu by then rafiki yangu sana. Tunasema na hii story, hata aliniambia venye alianza kutengeneza pesa. Aliniambia bana mali alianzia hata mpaka hata sikuamini. hadi wa leo sijawahi amini. Lakini sasa nakubali tu. Kubali bwana, kubali. Sasa wewe amini tu. Sema tu hii ni ukweli, hii kitu ni ukweli, hii kitu ni ukweli kabisa. But now, wewe alipokupa ulikuwa na changamoto fulani ambayo iliingia kwa moyo wako, ama ulitamani wewe tu ukae tu hivyo? Mimi nakuwa na changamoto hata lakini sasa nasema acha tu sasa. Acha nifanye kazi bana. Ufanye kazi. Fikirie negative. Do you want, kuna wakati unataka pia wewe ukude kuwa bosi pahali, ama wewe unataka tu ufanye kazi hadi ufe tu? Hata mimi saizi ni boss kivyangu bana. Si nimepea watu kazi bana. Wow. Karibu vijana 4 sasa. Si niko sama boss kiasi. Wewe umeitwa boss. Hata kama nimeajiriwa na mimi nimeajiri wengine. Good. Lakini sasa nataka kuextend more nikwe. Bado tunajua hiyo ni awamu ya kwanza. Kuna ile awamu ya pili ambayo tutakuja hapa ni kuweza kukuuliza maswali mawili tena. Sasa wewe utatulia pale backup. Ukiendelea ku backup ukisikia unatulia backup. Hivyo acha nikule basi kwanza ndio tutaongea. Kula backup hapo. Ukikula backup hapo tutaweza kurejea baadaye uweze kujua yale ambayo tumekuandalia hapa kwenye hii MOSHENEE kweli. Alright. Amekuwa ni ndugu yetu anaitwa Fred. Dada mkubwa, ni aje mam? Dada mkubwa ukoje? Dada mkubwa. Hapa sasa kidogo ni tatiza. Tutaweza kujua baadaye. Now I want us to get straight to that point. Tulikuwa tunasema hivi. Now, katika maswala ya hivi sasa tumeanza kuona kwamba watu hawataki kufanya kazi. Kuna wimbo kidogo si wa Mungu ama si wa gospel, lakini ni wa kutusaidia wanadamu. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa. Hiyo ni rumba, one of the songs ya rumba. Huyo mzee alifikiria akasema kwamba uvivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Yeye alipoimba wimbo kidogo, yes, kuna nyimbo ziko na maana, yes, you have to know kwamba you wimbo, by the way, si wimbo mbaya, it's a very nice song. I can advise you wewe uendelee kusikiza huu wimbo. Wewe ndugu, amka, kumekucha bwana. Enda kazi bwana. Wimbo, napenda wimbo kama huu. Yaani ni wimbo ambao kidogo uko na radha yake. Radha ambayo haishi, ni radha ya kimaisha ambayo tunaishi. Kidogo ni vile tu kuweka jina Mungu hapo katikati. Lakini huu wimbo mimi hata naweza nikacheza pale popote because this song is nice.
This song is nice. It's trying to educate us. Ni kwa sababu tu watu tunakataa nyimbo kama hizi kwa sababu tunajua kwamba zinatuongelea maisha yetu. You don't like playing these songs. Nakumbuka wakati nilikuwa mchanga, nilikuwa darasa la 4. Nilipokuwa naamka asubuhi 6, huo wimbo 6, na huyo ndugu alikuwa ni ndugu mkubwa hapa Atea, wakati huo alikuwa anaweka huu wimbo lazima ucheze kabla ya marehemu Waweru Mburu. Sasa yeye lazima angecheza huu wimbo. Ai. Sasa mimi lazima nilikuwa najua hii wimbo kuchezwa hivyo ni saa 12 wala. Hii wimbo kuchezwa ni saa 12 baada ya news zile za saa 12. Bana tulikuwa tunaamka mapema. Unaambiwa kwamba uvivu ni adui ya taifa. But now hivi sasa immorality, unfaithfulness, the love of money imekuwa changamoto sana kwenye mahusiano, kwenye kujua ni nani si nani, na kwenye kujua ni yupi huyu ambaye yuko kwenye mahusiano ya kweli. And that is what we are saying. Sasa Biblia inatuambia kwamba watu ambao ni tajiri huwa na fake friends, many fake friends. Yule mtu ambaye ni tajiri huwa na many fake friends. Si tajiri pekee, inamaanisha wakati umekuwa tajiri, yani wakati pesa zimeingia kwa mfuko, hapo umekuwa tajiri. Na siku moja ndugu fulani hapa alikuwa ameposti kwa status, kwa sababu hii ni MOSHENEE, lazima tuambiane ukweli. Ukianza kusikia umeitwa mkubwa, umeitwa saa, umeitwa boss, umeitwa Mr. mkubwa, hizo majina zote nzuri nzuri, afande, saa, director na umekuja nyumbani na watu wanastahili tu kuita jina lako, we mudosi, wewe jua hiyo majina bwana, hiyo ni ya kutaka kukutoa pesa. So we want to know in this situation, kuna mambo ya love of money, and this is there in the youth, not only the youth, it is there with the men, it is there with the women, it is there with everybody. Yule ambaye kwa kweli anajua ni nini maana ya love of money. Yeah, anajua tu money is used for shopping, money is used for clothing, money, as long as I get money I have to spoil my body. The love of money. Pesa imetuharibu. Jambo la kwanza, Biblia inasema haje? Hebu tusome hapa Biblia inasema namna gani hapa? Biblia inasema namna gani? In the book of Proverbs. Kwanza si Proverbs, wote tuanzie pale juu kabisa. Mahali inasema kwa kitabu cha 1 Timothy chapter 6 verse 10. Inasema kwamba for the love of money is the root of all kinds of evil. It is through the craving of some have wandered away from the faith and pierced through with many pangs. Hii kizungu kidogo inakuwa ni ngumu, lakini hapa lazima utaelewa. Yani inasema 1 Timothy chapter 6 verse 10. Inasema for the love of money is the root of all kinds of evil. Yes, money is good when it's used wisely. Pesa ni nzuri, but mapenzi ya pesa, yani kupenda pesa kupenda pesa imekuwa ni shida, tabu kwetu. That leo, by the way, kwanza ili ujue kama mtu anapenda pesa, yeye na akona, by the way, the love of money is sin, is evil. Yes, atadangana. Cha kwanza, atadangana ili apewe pesa. That's number one. Utadangana kabisa ili upewe pesa. You can see kwamba wewe si mgonjwa, but unataka useme wewe ni mgonjwa. And that has spoiled many relationships. That is, yani uhusiano wa mtu, because unajua huyu ni bosi wako, anastahili kupea pesa at the end of the month. Wewe unamwambia mimi nataka pesa kwa sababu niko mgonjwa. Hauko mgonjwa, ni vile unataka pesa. Yes. Sometimes back nilikuwa naambiwa hata hizi advances zistahili kuwepo, kwa sababu kukura mahindi wakati imechomeka sehemu moja unakura, alafu unangoja hiyo nyingine ndio ichomeke ukule. Hiyo ni kama the waste of energy and resources. Hivyo niliambiwa last time. In a waste of energy and resources. Na hizo vitu wote na post, by the way, amjaijua. So wakati una post hiki kitu inamaanisha the love of money. The love of money iko pale. Unapenda pesa zaidi. So unakula sai moja unamaliza
sehemu ya pili unamaliza. So at the end of the month, hata ukihitajika kitu kama mchango kanisani, you have nothing. Ukihitajika usaidizi kanisani, you have nothing. Shuleni, you have nothing. Your brothers and sisters, you have nothing. Kila wakati wewe unasema mimi sina pesa, mimi sina pesa, mimi sina pesa, mimi sina pesa. Baba unaulizwa uko na pesa ya mboga? Sina pesa. Uko na pesa ya school fees? Zirisha. Uko yani, kwa sababu ya gani? Ni kwa sababu the love of money is in you so much. So you get the love of money as well. It makes you to be selfish. Number one, lazima udangane. Number ya pili, lazima you have to be selfish. Number one. Number two, you're selfish ni kawaida. Because kuwa selfish ni kujitakia kila kitu. Unataka tu ununue nguo mpya. Mtoto wako hajaivalia hata nguo mpya. Wewe unataka kila version, na this selfishness enyewe nao niseme tu kweli leo. Kama wewe ni mama na kama leo siku ya leo uko na fashion mpya. Fashion mpya leo vile tunaongea fashion mpya. Alafu mtoto wako uko na fashion ya 2010. By the way, you are selfish and you have the love of money in you. That is very true. Mzee, unavalianga suti, watoto wanakanyaga chini, hawajaivalia kiatu. You are selfish and you have the love of money in you. I tell you. Unakaa kwa nyumba ambayo ni nyumba ya matofali. Na ni nyumba mzuri, and then wewe kanisani mwako mahali unaenda unaketi, hata kiti chenyewe ni kiti chenye hakistahili. You have the love of money and that is true. You have to accept that, kwa sababu nyumba yako iko na glass, nyumba meza iko na glass vizuri, meza iko vitambaa viko vizuri, and at the church mahali unaenda pale you have nothing. That is, you are selfish and you have the love of money. Why? Wewe unataka kudefine mwenyewe and you are selfish, but to God you're not good. That is why hata kwa kitabu cha Malakai kinasema umekataa. Kuna mahali Biblia inasema kwamba mumefanya nyumba yangu imekuwa ritombe, yani nyumba ambayo inaweza kaanguka wakati wowote. Ni kama nyumba imetengenezewa mgomba, hiyo miti ya mgomba, inaweza ikaanguka. Unaona, you see. So unakuwa kwamba hizi pesa zimeharibu kila kitu, yani kila kitu. So you see now, number one tumesema kuhusu mambo. Number one tulisema kuhusu mambo ya pesa bwana. Hiyo pesa unakuwa namna gani? Pesa bwana, pesa ni kitu mbaya. Number one tumesema hapo katika kitabu cha 1 Timothy, tumesema hapo 1 Timothy chapter 6 verse 10 kwamba love of money is whatever that has brought a lot to our lives. So leo wewe uko pale, you have to be selfish. Hapo number one. Sasa kama wewe, just imagine you are a father, you are a son to somebody, you are a son to somebody. Wewe uko town pale, uko town. This is true, this is true. Uko town, kila siku ukule nyama, ukule mayai vizuri, ukule kila kitu, and then pale nyumbani wanakula nini? Haujui. Because wewe hata hustahili, wewe ndio unastahili kujua, because if you have work, haujaoa bwana. Kwenyu, kumbuka kwenyu bwana. Hata kukula chakula hapa town unasahau nyumbani, because that shows that you have the love of money. By the way, I'm trying to make this thing to be understood to you leo, uelewe, because this thing is real. Si kitu tunaanza kubend ndio to divide. Hapana, ni kitu ambacho ninakwambia leo real. Number 3, kuna wale pastors wanahubiri kwenye matelevisheni, na huyu pastor kila time akiongea yeye ni kusema kwamba tuma pesa kila wakati, tuma pesa kwa hii nambari 100 namna hii, 200 namna hii, ukileta baraka inakuja. Kwani baraka uliambiwa ni baraka inakuja kwa sababu ametuma pesa? No, that man of God is not that, just that man. Ni kwa sababu he has the love of money. Just imagine, leo amekuja amehubiri pesa, kesho amekuja amehubiri pesa, kesho kutwa anakuja anahubiri pesa. Kwani hizi pesa zitoshi? You can just try to see that this man, he wants money. He has the love of money because he cannot work and I rely on you. Wewe ambaye ni mjinga unaambiwa kwamba tuma pesa kwa hii nambari ya Mpesa, iko hapa 071810201343. Unatuma
Badala na hata wewe ukiangalia vizuri hizo pesa ukienda kanisani kidogo hata unapeana pound kama sadaka. You see, you are doing something which is not good bwana. Wewe unaendelea kufanya yule mtu ambaye anapenda pesa endelee kufaidika, na wewe hapo ukiumia, na hata udhibitishi yale ambao ni maandiko ya Mwenyezi Mungu. And you are saying kwamba unapeana sadaka. Sadaka njia gani? We are associated with our fathers in church. There is that spiritual father. Mahali ambapo ni madhabahu yako unastahili kupeana hizo sadaka zako. Hata kudangana na mtu wa TV. Anakwambia tuma sadaka. Yaani anageuza hata sura yake, sauti yake, hata sauti hisi yake. Si hakuna waumini pale kanisani. Let them give him, kwa sababu he is the father to that church. Na kama maybe amekuombea pale na umeamini kwamba huyu hata nyana kanisa yake unaweza kutuma, mimi sijakataa. But now the love of money. Kila wakati mimi nasema hallelujah. Hallelujah. Isaac, mimi niko hapa kila siku na kusema tuma pesa kwa hii nambari. Kila siku tuma pesa kwa hii nambari. Na ukipanda mbegu unapata baraka. He has the love of money. See from the spiritual eye. He has the love of money. Unadanganywa tu utume pesa. Yeye anafaidika. By the way, just imagine hata kama tutatuma 2020 sisi wajinga. Where ambao tuna, by the way, yesterday I talked about ujinga. Yes, hiyo ndio ujinga naongelea. Sisi wajinga ambao tunaambiwa tuma 1000. Tuma. Kwanza naanzia na zile ndogo ndogo, akipanda tuma 1000. Tuma 2000. Sasa jura mbaya tarifu tuma 5000 atapata baraka fulani. Na akiona anafurahi, yeye anaanza kusema tena anaongeza pesa. Tuma 6000. Tuma 10000. Tuma 20000. Tuma 50. Kuna watu anyway you have money but know your pastors. By the way, we lose a lot of money kwa sababu ya watu fulani ambao wanapenda pesa. I want you to get this. We don't receive some of the blessings kwa maisha yetu because kuna watu fulani ambao wanapata pesa fulani. Pesa zetu, yes, pesa zetu, na atupate baraka in return. No. Sometimes back nikaambiwa kuna pastor alikuwa anahubiri eti kabla sijaenda mlimani, because mimi naenda mlimani lazima unipe 500 ndio nikienda huko Mungu atasikia maombi yako kwa sababu ya dhabihu ambazo zimenipea. Alafu nikamchallenge namna hii, ukienda kwa mlimani uombe, ukimaliza ndio mimi nipate muujiza. Alafu I will come to appreciate you when I need to appreciate you, not right now. Will you do it? Nasema hiyo ni kama nitajisumbua. Tell me. Itakuwa namna gani? Ulipewa bure, fanya bure. But now the love of money imefanya watu wengi tumepumbazwa tu akili, and we are told nitumie pesa 1000, 1200. Inatukangana kabisa. Zimekatika ni dakika 18 baada ya saa 3 usiku. Karibu sana ili kama tuweze kujua the love of money has teared everything. It has teared everything. Even faithfulness imekosa because of the love of money. Ndugu yangu, dada yangu fulani alikuwa tunaelekea pale, hiyo ndio nitamalizia by the way. Now today the love of money. I want me to tell you. Let me tell you this. Kuna watu ambao kidogo in your church pastor wako hajawahi pata sadaka zaidi ya 1000. Kwa sababu wewe ni mtu wa TV, wewe ni mtu wa betting. Oh, I was about to forget the love of money on terms of betting. Kuna spirit ambayo inaitwa the spirit of greed. The spirit of greed. Hii ikiwa ndani yako, betting inakuwa ni chakula kwako. I want to tell you the truth, and the word does not change. This is very true. Betting inakuwa kama chakula kwako. Hii sometimes kuna wakati unaambiwa kwamba usiongee kwa sababu mnaongelea about adverts za betting. But leo mimi siongelea about adverts za betting, but I'm trying to tell you what it is. We are turning to be greedy and selfish. Hadi unapata kwamba hata kanisa yenu hizi pesa hata ulitoa, hizi pesa ulipewa hazikusaidii because betting inakula. Because of that spirit, the love of money, unataka ukule mingi kwa sababu ya greed ambayo kunayo. Greed. My friend, my sister, my brother. Oh Jesus, atusaidie.
Baba atusaidie. Ayayaya. I'm speaking healing to us. Healing in the name of Jesus. Ili kwamba unapokuwa pale manyumbani, the love of money should not enter you in the name of Jesus. Yani isikue ndani yako kabisa. Just tell God akusaidie the love of money isikue ndani yako, because it has spoiled everything in your life. It has spoiled every blessing in your life, because it has spoiled every part of your life. Kwa sababu every penny unapata because of the love of money, because of what you want, because of that greed, you want a lot of money, you have entered into the gaming of betting, and this has deteriorated your growth in terms of business, in terms of actually your thinking capacity. It is lowered because of the greed of money and the love of money. By the way, acha nikwambie, to know the value of a person is not the money, it is the psychological thinking and how he's handling things. When you are handling things in the right way, hivyo ndivyo tunavyosema kwamba wewe unajua kile ambacho unakifanya. Hallelujah. Yes, this is what we are saying. Lazima utambue the love of money haitakupeleka pahali. Yes, kabisa. Now let us tusikie hapa dada mkubwa anasema ukitaka pesa ndio ukae kwenye nyumba utazeekea kwa nyumba. Wasichana wenzangu, nikioleka kama hakuna pesa, ni kuoleka kama hakuna pesa. Mkiwa pamoja, si uangalie pesa tu, angalia upendo. Pesa baadaye hata utabarikiwa na Mungu. Nisome katika kitabu cha Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 5. Kwa pamoja tutasoma hiyo, nitasoma baadaye that verse, ama wacha tu nisome saa hii because sitaki ku Matendo ya Mitume ili kwamba ikuwe vizuri kwetu kusonga. Leo hata sijaweka hii breather bwana. Hii breather leo siku hizi nimeanza kuisahau. Oh yes, tukiangalia hapo katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 5 pale, 5 wa kwanza alisema 3. Mpendwa Teofilo, katika kitabu changu cha kwanza nilikuandikia kuhusu mambo yote aliyotenda Yesu hadi wakati alipopaa mbinguni. Kabla hajachukuliwa juu, aliwapa mitume wake maagizo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Alijionyesha kwao akiwa hai muda wa siku 40 baada ya kufufuka kwake. Akawahakikishia kwa njia nyingi na ya kuwa ni yeye, na akaongea nao kuhusu ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni aliongea nao ni ule ambao lazima tutajiepusha na the love of money. Katika kitabu cha Mhubiri 5:10 ama Ecclesiastes chapter 5 verse 10 inasema kwamba he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. Kuna vitu tunasema kwamba ni bure. Ni kazi bure. Ni kazi bure because haisaidii. Vincent Babu from the city Nairobi, niko ndani. Thank you so much my brother Vincent Babu. All right. Ecclesiastes metuambia kweli. Anyway, hizi vitu zote tunasema my heart cannot be satisfied with money, but I will be satisfied with the word of God in me. By the way, money is good, but when you have the love of money, you are crazy. By the way, kufikiria kwako hakutakuwa kuzuri wakati unapenda pesa. That is it. Wakati unapenda pesa, kufikiria kwako hakutakuwa kuzuri. That is it. Yani your thinking capacity inakuwa lowered because uko na pesa zenye unafanyia
mambo ambayo hayafai, mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Now you see, because wewe unataka uuze mwili wako. Yes, hii tutaongelea tu hata hii, by the way. Hii si kitu ambacho kuna wale mabradhi masiste pale nje. This love of money imefanya tu wewe ulale na mzee, lakini bora akona pesa. That is, sijui tutaita ade because haujaolewa na yule ambao unafanya na yeye ngono ni mzee ambaye hajafanya nini, ameoa na akona bibi. So yeye anafanya adultery na wewe unafanya fornication. Sasa sijui zote zinaitwangaje namna gani hizo mbili, fornication plus adultery. Hizo pia wazungu, by the way. Hiyo kitu nataka mtueleze, hii fornication plus adultery zote zinaitwa at once, lakini mimi kwa ile lugha ya Biblia na si inaitwa ni kwamba they sinned. So whatever you do in a way of sinning ni kitu mbaya zaidi. Vincent mwana baba Kitutu. Good evening. Good evening too. Uko mzima? Niko sambamba leo, naona leo nimejiami ya kijibaridi kidogo. Hivyo leo kumenyesha bwana? Hapa Nairobi mvua kiko kidogo, kijibaridi kidogo. Nile tu that's Unajua nilikuwa karibu kusahau kwamba huko lazima mvua inyeshe, na kidogo ulikuwa karibu kuchukuliwa juzi nisikia. Kidogo nisikia kwamba ulikuwa karibu kuchukuliwa ukimbia bwana. Nile tu ya kutulia kidogo. Siku imekuwaje lakini? Siku imekuwa poa. Na tunashukuru Mungu tuko wazima. Jana nilikuwa nimeshikana homa kidogo, hata kama nilikuwa naongea, lakini nashukuru Mungu. Vizuri, kama homa hiyo homa inaisha bwana. Hiyo homa inaisha. Nilikwambia ulikula mahindi mingi jana. Niko sawa sasa. Sasa leo tulikuwa tunaongelea kuhusu masuala mawili, na hapa sasa wewe nitakuuliza mara mbili. Nitakuuliza mara ya kwanza alafu nikuulize mara pili. Sasa swali la kwanza ni hili. Wewe, by the way, wewe umeajiriwa ama umeajiri watu? Come again. Wewe umeajiriwa ama umeajiri watu? Swali nzuri. Kuna mahali nimeajiriwa, kuna kwa mahali nashikilia venye liko hivi. Kuna mahali nimeajiriwa. Yes. Sasa nikuulize swali la kwanza litatokea hapo. Kabla, wakati ulienda Nairobi, ulienda ukaajiriwa mara ya kwanza, sio? Mara ya kwanza ni anko yangu. Yes, ndiye aliniajiri kwanza. Okay. Sasa nikuulize, wewe ulijaribu kuulizia wakakwambia vile walipata hizo pesa zao, na kidogo ukakuwa na challenge kwa maisha, ukajiuliza maswali kama wewe unaweza kuwa boss wako ama vipi? Wewe ulichukuliaje hiyo swali bana? Ulijaribu kuulizia walipata pesa namna gani so that pia wewe uone vile pia wewe utaka business yako? Yeah, of course niliulizia. Nikaambiwa ndio ikabidi tuanze hii biashara na ndugu yangu. Wow, at least that is the best thing. Now, wewe kidogo, wewe ukiangalia kwa maisha yako, do you have, by the way, wacha nikuuliza kitu cha kwanza. Do you bet? Wewe una bet? Beti bana. Hapo siwezi ficha, kuna wakati upetia. Anyway, tutazana tu na hiyo. kuna wakati upeti, kuna wakati sipeti. Jina depende ukiamuka vipi, lakini si kama ile kitambo SportPesa ilikuwa. Ile kitambo watu ulikuwa wana peti zaidi, lakini sasa hivi watu peti vile si vile. Mara nyingi unajua leo tulikuwa tunaongelea kuhusu tamaa ya pesa. Hiyo ni kweli iko. Ni kipi ambacho kinafanya tu mtu akuwe na tamaa ya pesa? Ndio kitu ya kwanza, hata kwanza umeleta topic nzuri na ni nzuri sana. Kitu ya kwanza kitu inafanya utumbie huyu mwanadada hapo sana baba. Kitu ya kwanza una sasa mlikuwa naongea naye kidogo, lakini ashaene wacha niongee. Alright. Kitu ya kwanza wanataka usukuma mwanaume.
kuwa na tamaa ya ndoa. Nataka kuelewa. Nakuja kunikuja. Sasa kitu ya kwanza baba. Unajua mwanadada huo wanasukuma mwanaume hali ya kweli. Unajua kuna wakati mwanadada anakuuliza unafanya kazi gani? Unamwambia hiyo kazi iwezi bana, huwezi nilisha mimi. Unaona? Alafu mwingine anakuuliza, hata ndio maana imekuja kuwekwa na hizi chinge wachaguzi tia kwa vikiana. Vikiana tingi kuna jamaa ameimba. Ubwatega. Unaona kuna madhara anaweza kuuliza kwa na gani. Unaona vitu kama hizo ndio huchangia mwanaume kuwa na tamaa. Ya tatu na tamaa ni mbaya. Tamaa ya pesa ni mbaya. Na ni nzuri. Kwa mara mbili. Ni mbaya na ni nzuri. Unaona? Lazima ukuwe na tamaa uvoka, lakini usikuwe na tamaa juu ya ule fulani. Kuwa na tamaa ufocus, yani ukuwe na foundation ya watoto wako. Kuwa na pesa ni kitu ya muhimu, na pesa ni mbaya, inakupeleka mahali mbaya. Kwa hivyo naeleza mara mbili, pesa ni nzuri, ndio sikatai. Unaweza kuwa na pesa udharau huyu Vincent. Oh yes. Unaweza kuwa na pesa udharau huyu ndugu yako mwenye connect mdogo wako. Kwa hivyo ukiwa na pesa, siku hizi ukiwa na pesa ni nzuri tena. Ngoja nilete usuli wako. Usuli ni hii. Kuna mahali unaweza enda ukaribishwe. Because you have money. You have money. Wanajua Vincent akona kitu. Wote tumwalike. Lakini kama una baba Mr. Isaac, hauwezi itwa mahali ukaende ukafanye shughuli ama uonekane kama wewe ni mtu mbele ya watu. Kwa hivyo ndio sasa zingine tunasema pesa ni nzuri. Na tena lakini ngoja nikuje kikwetu. Ngoja hivi abantu bagusiyi bali bale gusiyi kimwanje because omuntu yakwata kibesi. Mwanje n'ababunale mwanje buna papa Isaac mwanje buna baba Isaac iko ama Vincent bunale iko mwanje yasa kare kakoire kibese naye toika kwanze gotaya singe kwatwale kibese no muntu ogochile no mone no yore igoro onero koire kibese igo tumeka kibese burunge tigago tumeka kibese bunetaganiri kero kwano le kibese kwa jande nyasaye ogokonyire igo tumeka no yinda togotoka kwese tobiki lakini tumeka kibese buya nyasaye ogokonyire gwase ni ukwa vero umonda gwatwale kibese inki otasemerio oyo ogusotasemerio yako nere atwale kibese buna takoba naye naye wika Mr. Vincent takoba naye otaget tebinga bade bono mleke nyozi geto Nairobi yango ya twara soka isuko twara aligi chia baindi kidogo kinyozi ngiro tobegeta abone munondo jene kinyozi inde kwaroli by the my uncle nero ndedina inchuka ohigere kuoye kidogo kia bono nenjenga mahotel na buna kwambo lizoli daga na kingo korana injembe buno ongegigi das ya nero ngire tinkamna korosi abasuba digitu kigo janua bono la kingo korana injone kapidi by the my elder brother onde bigendo watu tu lete tobe kevi ngarati avere ngaromo to nyure ngorre ndugu yane anyure to kabeka ndujengo to irakere bi igo bono na bongo jande baba aye no muntu omurari lakini nimbwatege ntokete samwe inchube kororo oro mugondo beka igo kana batenya beko mugondo kibese na no nyole kibese bigele yo muntu kwate igo tiganda tigero yo gotagera tagire nonde na ili wewe sasa enda songa huyo ama mnyoe alafu tutarudi.
Sawa sawa. Right. Nyakungu, ujambo baba? Nyakungu. Hapa naona ni Nyakungu. Nyakungu, ujambo? Jambo, habari yenu? Tuko Mbiyamone. salama. Mbuyatore, lakini leo ni Kiswahili bwana. Huyu alienda nyumbani sana. Sawa basi, tutaongea Kiswahili, hata sisi tulisoma Kiswahili bwana. Kabisa. Sasa ujambo, sasa huko maeneo gani bwana? Hata sija kuona vizuri, hata ingekuwa kama ungefungulia kamera ningefurahi. Sasa mahali niko ni mahali siwezi fungulia kamera. Samahani. Nimeelewa tu. Siwezi fungulia kamera. Alright. Sasa wewe unatupata gani? Unatoka Kisii pande gani? Unatupata ukiwa maeneo gani? Mimi niko Qatar. Alright. Qatar kazini pale sio? Niko kazini ndio maana siwezi weka video. Niko hapa chonjo sana, watchman nachunga Waarabu kabisa hapa hivi. Sasa nikiweka video itaniletea shida. Afadhali tuongee hivi tu. Naelewa, inaleta balaa kidogo. Sasa leo tumekuwa tukiongea kuhusu masuala ya pesa, na kidogo wewe, nimeona wewe ni mtu ambaye unajitahidi kutafuta pesa. Lazima ujitahidi kutafuta hela, ndugu yangu. Ndio. Kwa sababu ukiangalia huko nyumbani hamna kitu bana. Ndio. Hakuna shamba huko nyumbani. Watu ukienda huko nyumbani, uchawi ndio tumeweka mbele. Ukikanyaga huko hata na motorcycle unaweza kosa kurudi Qatar. Hiyo ni ukweli yetu bana, lazima tuongee juu ya kwetu. So lazima ujitahidi. Ujaribu kukimu familia yako. Ndio. Tafuta pesa kidogo. Uangalie mke na watoto. Ndio. Kwa sababu sasa ukikuja kukaa sasa si hata bibi atatoroka. Kabisa, najua hilo. Yataenda kwa ule mtu ako na pesa bana. Kama ni wewe sasa uko studio uko na pesa bana, wewe unaweza mchukua bana, uniwache bana kwenye juu ya mawe. Wewe sisi hapana, sisi hatachukua wenyewe, tuko na wetu. Uko na wetu. Ni kupeana tu mfano. Ni vizuri. So habari ya Kenya bwana? Tuko salama, tunashukuru Mungu ametulinda. Tunaendelea tu kuongea yale masuala ambayo kidogo yanatukangana na kutukula kichwa kila kukicha. Yenyewe maneno ya pesa siku hizi imekuwa ngumu, uchumi pia ndio unazidi kuzorota. Lakini lazima kama mwanaume, sana mwanaume, lakini siku hizi pia naona pia wamama wanajitahidi kutafuta pesa bana. Kabisa, nimeona wengi. Lazima ujikaze bana, usipotafuta unatafuta pesa bana mpaka siku ya kufa bana. Ile siku unakufa ndio unawacha kutafuta pesa bana. Na kidogo wewe, ni nani alikupa changamoto ukasema hii lazima nitoke kwetu nienda nitafute pesa? Mimi nilikanyaga mguu chini nikienda shule. Kutoka nisome chekechea. Nikaingia kwenye lower primary ile darasa la kwanza. Ndio. Mpaka darasa la 8. Nakwambia mimi sikuvaa viatu, nilivaa zile vitu zinaitwa otero kwenda shule. Sasa nikifika kidato cha kwanza, wakati niliitwa, hata pia sikuenda na kiatu mpya shule bana. Iko ankoli yangu alitoa kiatu yake, nakumbuka ilikuwa ni ya brown. Ndio. Akaniambia shika hii kiatu na 20 bob. Ende upige dai huko town, Kisii town. Ndio utatumia kwenda shule bana. So mimi nimeona shida kutoka dakika ya kwanza mpaka saa hii.
Wakati nilipata mtoto wangu na mimi nilijiuliza swali moja. Ndio. Yeye pia atavaa otero kwenda shule? Ukasema hapana sasa hii. Hapana, la hasha. Wacha nifanye vibarua ninunulie watoto wangu viatu waende shule. Nilisoma shule ya kupiga kura ile inaitwa DEB. Nikajiuliza pia ni watoto wangu pia waende kwa hii shule ya DEB. Nikasema hapana bana. Kila siku nikiamka asubuhi, mimi naangalia picha ya watoto wangu. Nataka wapate masomo mzuri, masomo bora. Masomo bora, na wakuwe na siku za mbeleni zikuwe mzuri kwa wajitegemee, wajisaidie. Na pia nikiamka lazima nijikaze, niseme hii kazi naenda ni kwa sababu ya bibi yangu na watoto. Ndio. So ndio maana that is the motivation as to why I wake up every day in the morning, why I left the country to go out of the country to look for a living. Ama ulisema kimombo tusiongee? Hiyo kimombo lazima sasa. Hapo lazima tuongee. Hiyo tutaongea. Ndio watu wajue niko Qatar bana, naongea kimombo. Huko ando huko bure bwana. Uliona na karatasi. Allah. Hapa ni kizungu bana, kutoka asubuhi mpaka jioni bana. Kabisa. Usipoongea kizungu hapa bana, hauna kazi bana. Hauna kazi, naelewa hiyo sasa. So the motivation, I drive my motivation from my family. Very good people that I love. Hata napanga kukuja Kenya kama tarehe 23, 24. Hata niwapandishe ndege tuende Mombasa tukule sikukuu huko bana. Karibu bana. Hawa watoto watafurahi, naona tu. Ndio tuingie Kisii maeneo kidogo hapo. Salimia watu area, but unajua huko ukai sana bana. Mbona bana? Huko unaingia kiplani na unaepa. Hapo tunaona tu mtandao bana, masanduku zinafukuliwa bana, mnasema watu wamepatikana huko, sijui ya cheki huko Nyamache, sijui wapi. Pasta mkora huyu wa Itieri huko anasema yeye nini. Tumeona vile mnajaribu pia kujikimu na kuleta ukweli kama Kisii Hot TV. Yes. Alright. Wewe sasa leo sijui ukikuda wewe Kisii tutafute. Tuko hapa tu. Unajua mahali tupo, sio? Sijui ofisi zenu ziko wapi, naweza tembea hapo nilete hata whisky ya Qatar. Niwaletea hapo kwa ofisi mburudike kidogo. Ama mnapenda busaa hapo nyumbani? Ama mnapenda busaa? Sisi tunapenda vile ambavyo kidogo viko sawa. Unatununulia kitu kama soda, kitu kama hata ukinunulia mtu kama gift tu mzuri ambayo kila mtu vitu kama hizo. Yogurt hivi, maziwa. Siku hizi unaona juice ziko hapa Kisii Town, juice, fresh juice ziko hapa kila wakati. Sasa hizo sisi tuwapenda hizo. Tutakula matoke, tutakula juice, tutakula yogurt, tutakula kila kitu. Na mboga za kienyeji mingi. Ziko mingi, hata leo hiyo ndio tunakula leo usiku. Enderema, tunataka tukule enderema. Sijakula enderema mwaka 2 bwana. Wewe kuja bana, wewe rudi tu alafu waambie wakuandalie na utapata tu vizuri. Sawa Papa Isaac. Asante ndugu yangu na Mungu akubarikie sana. Asante sana wewe pia, Mungu akubariki. Asante. Huyo amekuwa ni Nyakungu ambaye ni shabiki wetu mgeni ambaye tumeweza kuongea na yeye katika saa hizi za usiku, zikiwa kama ni majira ya saa 3 dakika 43 na zimekatika. Welcome, ili kama tuzidi kuzungumza haya mawili matatu tuweze kujua ni lipi hili ambalo tunaendelea kulizungumzia katika jioni hii leo. Lakini kidogo tu kwa sababu ya masuala ya time pale, ni kuchezea wimbo mmoja tu hapa ili kwamba tuweze kusikia, alafu baadaye nitaweza. Unajua
unajua hizi nyimbo ni mimi nimeziimba, so sitaambiwa kama leta copyright. Hizi hatutaki, lakini tuimbe tu wimbo. Kuna wimbo mmoja hapa ambao nitaweza kucheza na kisha baadaye nitaweza kurejea kwa baada ya dakika hizo chache ama mingi. Alright, so usiende mbali.
Oh yes, tena tumerejea tena kwa sababu ya kumalizia pale, and I want to talk of the 3 to 4 verses ambazo zinaongelea kuhusu masuala haya ambayo tumekuwa tukisema kwamba ni masuala ya kupenda pesa, and then I want us tukimalizia pale, hebu tuweze kusema vile vifungu ambavyo vitatusaidia ili kwamba tuweze kujua ni lipi ambalo tunastahili kulifanya. Hebrews chapter 13 verse 5 inasema kwamba keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. That is Jesus saying. Katika kitabu cha Waebrania 13 uanzie 5 inasema kwamba yani tosheka na kile ulicho nacho ambacho Bwana ameweza kukujalia uwe nacho, kwa sababu amesema kwamba this is the Lord who says kwamba hawezi akakuacha, he will never forsake you. So lazima tutosheke na kile ambacho tuko nacho, tuache mambo na tuna kupenda mtu kwa sababu ya masuala ya pesa, kwa sababu this ndio nilikuwa nimalizia. Dada aliniambia mimi in the building of kwa kila kitu ambacho tumebuild kwa hii relationship, it has been all about money. Kila nikilia about money anatuma, kila nikilia sina shopping anatuma, kila nikifanya nini anatuma, kila nikisema nini nikata nikisema ngwe anatuma pesa, nikikasirika anatuma pesa. So like everything in this relationship has been all about money. It has not been all about love. Masuala haya yanakuwa kwa hata watu wenye wamejamiana ambao ni watu kwenye ndoa. Na hii inasumbua sana, inatatiza. And we are praying kwamba wale ambao ni vijana tuko hivi sasa, be contented with what you have. Hata kuzurura hii mjini, hapa mjini town hapa, tunataka ukue kwenye masuala ya ngono ndio upate pesa. Hao wazee ndio kidogo wakupe pesa uweze kuishi. That is morality, yani hauwezi, yani just imagine huo mwili wako mzuri tu na you are wasting your own body, and there's no day God will live in that vessel because you've accepted to live with Satan kabisa. And when you leave this Satan, by the way, this Satan will leave you forever. I want to tell you kwamba wewe maisha yako you can change without the love of money. Bila upendo wa pesa, bila tamaa za pesa, you can be successful bila kukua unalia unataka pesa. You can be a great man, a great woman. Kwa si wasichana pekee wanapenda masponsor. We have these men ambao wako na big beards, wako hapa kwa hii barabara, wako tu hapa na videvu vimejaa tu hizo ndevu, lakini hawafani kila ambacho ni makusudi ya Mwenyezi Mungu. We are asking of you kwamba tufanye yale ambayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tusipende pesa, tupende neno la Mwenyezi Mungu. Tusipende kila ambacho hatuna, tupende kila ambacho tuko nacho, na tufight kupata kila ambacho hatuna kwa njia iliyo nzuri. Umesikia ndugu yangu pale kutoka Qatar amepigana, amepata hii kazi na haikuwa rahisi, lakini yeye akapata hiyo kazi na ikakuwa kwamba ni msaada kwake ili kuweza kusonga kutoka kwa njia moja hadi nyingine. Umeona babu amesema hapa, babu alisema kwamba aliitwa na uncle yake ama mjomba wake, akamwambia mimi nataka ufanye kazi hapa kidogo tu. Akaanza kufikiria mazee, hata mimi naweza nika build something. Hata yeye siku hizi ameajiri watu. Wewe story yako itachange. Hauwezi ukaishi kwa relationships kwa sababu ya pesa. You cannot live in this life ukiwa unapeana mwili wako ili kwamba upate pesa. The life of giving your life to people is over. Give your life to Jesus. Give your body to Jesus. Huo mwili wako ni wa dhamana. Peana kwa Yesu akukomboe wewe, and you be a great and a new thing kwa maisha yako. Hautabaki tu ulivyo hivi siku ya leo and you are saying that you are comfortable. Usikuwe comfortable. God anataka change maisha yako. God anataka afanye maisha yako yawe mapya. Anataka kusafisha hizo dhambi zako. Anataka wewe uwe msafi, na ukiwa safi hata atakaposikia kilio chako itakuwa ni virahisi kutii na kusikia yale ambayo unayetaka. Let me just tell you, wakati yule mama alipokuja alikuwa akinama mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu alikuwa anajua kama Yesu hapa ataniokoa, because I know he is the son of God. Alienda kwake akasema tafadhali wanataka waniue. Wale wakasema si kwamba alienda kwake, walimleta tu akamwambia kama mnataka muue basi yule mama hajafanya dhambi ampige. Haya wakatoroka wote. Why? Because
Jesus said after then, aliwaambia, si kwamba Yesu alikuwa anajua mpango wa huyu bibi, alikuwa anajua kwamba Mungu ana mpango mzuri na huyu mama. Alikuja kwa sababu ya kusave souls, and today Jesus is seated at the right hand of God, na anasema kwamba whoever who declares that Jesus is my Lord, I have to give my life to him. I have to bless him. And na wewe leo unataka kusema kwamba I want to give my life to Jesus. Sasa hivi si saa zingine, ni saa hii mwambie Yesu, I have given my life to you. Sitaki kuishi kwa relationship ambazo nataka pesa. Sitaki kuishi kwa maisha ambayo mimi nataka tu kusikia jina pesa ndio niridhike. Nataka kuishi katika maisha ambayo nataka mtu aniambie kwamba neno lako linatosha. Mtu aniambie kwamba ulichonacho tosheka nacho. Mtu aniambie kwamba unastahili kusonga mbele na Mungu akubariki. Mtu aniambie kwamba sasa Mungu atakuongezea hayo mapato ulionayo ili uweze kusonga kwenda mbele. That is our prayer, and that will be a prayer forever. Zikiwa zimebaki dakika 2 uweze kutumia mwendo wa saa 4 usiku. Karibu sana kwa wale wote ambao mnaingia hivi sasa, lakini ningependa tu kuwaambia kwamba kwa heri kwa hivi sasa, kwa sababu ndugu anaweza ingia wakati wowote, na thank you so much kwa sababu ya kuwa pamoja na sisi, and we are happy kwa sababu wewe umekuwa ukiwa locked hapa ndani tangia tulipoanza mida ya saa 2 dakika 20 hadi hivi sasa kwenye mida hii ya saa 3 dakika 58. We are happy for you. I'm very happy for you. I'm very happy for you, and I'm praying this kwamba Mungu change mind za watu. Wewe ambao umepata hili neno, tell somebody to change his life, because changing our life is the very best thing that we can do. Ningependa tu kuwa na mtu ambaye ameweza kusikia neno hili. Nataka tu useme, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, naomba msamaha wa dhambi. Nimejua kama nimejua kupenda pesa. Nimejua kuwa na tamaa ya pesa ambayo ni usinifu machoni pako. Umesema kwamba katika kitabu cha Mhubiri 5:10 kwamba vyote vitaangamizwa. Pesa vyote hatuwezi tukatosheka, lakini tutatosheka na kila neno litokalo katika kinywa chako. Bwana, ninatosheka na neno lako la uzima. Leo nimekupa maisha yangu, uniokoe, unikomboe, unisafishe, niwe safi, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Kama umeomba hilo ombi, najua kwamba umeokoka. Actually umeokoka. And then ukiwa umeombea haya, wewe enda pale kanisani, ambia pastor kuombea tena katika wokovu, ili uweze kuwa sawa, uweze kuwa connected na that altar. Itakuwa ni vizuri katika wakati na saa kama hizi. Ningependa tu kusema hivi, Mungu wa baraka akubariki tena. Tuonana kesho siku ya Thursday, throwback Thursday. Itakuwa noma sana, itakuwa na mware, and unajua kwamba tutapatana hapa mida hiyo ya saa ngapi? Saa 2 hadi saa 4. Goodbye for now. Na najua kwamba kesho pastor wetu Jeremiah Nyabenda atakuwa amerejea, and tutakuwa na baraka kuwa naye. Na ningependa tu kukutakia usiku mwanana, usiku wa baraka, usiku wa ukombozi, usiku wa rehema. Goodbye. Goodbye. This is Papa Isaac LENARD. Tuonane tena siku nyingine.